na namna Mungu alivyokusudia baraka katika maisha yako, ndivyo shetani alivyojitahidi kuharibu na kusambaratisha. Tumeumbwa kwa sura ya Mungu na mfano wa Mungu. Kwa hiyo hili ndio kusudi la kwanza. Mungu alitaja apate kiumbe kinachomfanania, kitakachoenenda katika mapenzi yake, tofauti na wanyama. Maana wanyama alikuwa anasema tu kuwe na wanyama, ardhi nayo itoe viumbe hai. Ndivyo wakatokea wanyama kubwa hao, matembo, simba na wengine wanaowajua, kwa neno ambalo alisema kwamba ardhi na itoe viumbe hao wakatokea. Lakini alipofika kwa mwanadamu, Mungu akakaa kikao cha Utatu Utakatifu. Anasema na tumfanye mtu kwa sura yetu. Adamu kwa sababu aliumbwa katika mfano na sura ya Mungu, ndio maana hata mazingira Mungu alimtengenezea. Kamwandalia bustani nzuri, kamwekea matunda. Bustani ilikuwa ya kupendeza, nzuri, kamilifu. Aliishi katika utoshelevu. Mwanadamu hakuwa na mapungufu ya namna yoyote, kwa sababu Mungu aliweka sura yake juu yake. Na mahali amena. Kwa hiyo kusudi hili, baada ya Yesu Kristo, yeye ujio wake akaja kurejesha utawala na umiliki juu ya mamlaka ya kimungu ambayo mwanadamu alipewa. Jamani, haleluya. Kwa Yesu alipokuja, kazi aliyofanya, kazi ya kwanza tumeona alikuja kurejesha sura ya Mungu kwa mwanadamu. Sura ambayo ilikuwa imeharibiwa, ilikuwa imetendwa vibaya na shetani kuiondoa na kumbika sura ya uharibifu. Yesu alipokuja kwa damu yake akarejesha. Lakini jambo la pili, akarejesha umiliki, utawala juu ya vitu vyote vya duniani. Wanaomwamini Kristo wamepewa kutawala. Yesu akarejesha utawala, akarejesha mamlaka yaliyokuwa yamepotea. Ndio ninasema wakati Yesu alipokuwa kuzimu, alikwenda akapigana kule, akamnyang'anya Ibilisi funguo. Katika Ufunuo Yohana anasema tena ninazo funguo za uzima. Kwa hiyo alikwenda kumnyang'anya mamlaka. Funguo inawakilisha mamlaka. Kwa hiyo alichokifanya Yesu baada ya kufa msalabani, alienda kufanya kazi kubwa katika ulimwengu wa roho na kumnyang'anya Ibilisi mamlaka yote. Hata watu wanaambia wanafunzi wake, nimepewa mamlaka yote juu mbinguni. Kwa hiyo alikuwa na mamlaka ya kipekee, na haya mamlaka aliyarejesha baada ya kufa msalabani. Alipoondoka, Baba akae ndani yangu. Kwa hiyo Yesu kama wakili aliyekuja kama mwana kuja kuleta ukombozi, kuja kutuokoa na kurejesha mamlaka na utawala. Maana utawala uko, utawala mkuu. Vimesema tutakwenda pamoja na Kristo, tutakwenda kuketi naye na kutawala pamoja naye. Jamani, amina. Tutakwenda kutawala pamoja naye katika ufalme wake, katika ule mji mkuu, mji mtakatifu Yerusalemu ya mbinguni. Jamani, amina. Huko ndio palipo makao yetu ya kudumu. Baada ya Edeni kupotea na kufukuzwa mwanadamu, Mungu kupitia Kristo akaandaa Edeni nyingine. Hapa duniani mahala ambapo tunapita tu kwa muda, lakini tunakwenda kwenye Edeni nyingine ambayo Kristo alikuja kuirejesha.